Katika kipindi kilichopita, kipindi cha kwanza tumeelezea madhara ya kutumia alkasusi kwa wingi na tukaelezea kile kinachoweza kutokea pindi utakapotumia alkasusi kwa wingi. Na kipindi kilichofuata, sehemu ya pili, tumeelezea madhara ya alkasusi katika mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Siku ya leo napenda tuendelee na sehemu hiyo hiyo ya mmeng'enyo wa chakula kwa ujumla wake. Madhara unaweza kuyapata pindi utakapotumia alkasusi kwa wingi muda mrefu. Pindi utakapotumia alkasusi kwa wingi, kama tulivyoeleza, ni kwamba unaweza ukazidisha cortisol mwilini, kwa ile hali ya kwamba unapokunywa alkasusi kwa wingi, mwili unafyonza kemikali iliyo kwenye alkasusi, glycyrrhizin, na glycyrrhizin hii inaenda kublock enzyme ambayo inahusika na kudhibiti viwango vya cortisol mwilini, 11 beta HSD2. Hii 11 beta HSD2 inapokuwa imezuiwa kufanya kazi yake ya kupunguza viwango vya cortisol mwilini, cortisol inakuwa nyingi. Cortisol inapokuwa nyingi mwilini huleta madhara mengi ya kiafya. Mfano mzuri wa kuitambua cortisol ni kama vile kengele ya tahadhari. Kengele ya tahadhari kuashiria kuna tatizo. Cortisol ni homoni ya stress. Pindi ambapo inapokuwa nyingi tumboni ama inapokuwa nyingi mwilini kwenye damu, moja kwa moja inaleta athari, kwa sababu hii inakuwa kama vile kengele inaashiria hatari, na mwili unaanza kukabiliana na hatari hiyo ili kuondosha msongo huo uliopo mwilini. Pindi unapokuwa huu msongo upo mkali mwilini, cortisol ipo kwa wingi mwilini, cortisol inaanza kusababisha matatizo ya kiafya katika mwili wako. Sehemu ya kwanza tumeelezea matatizo ambayo yanatokea katika mfumo wako wa damu. Leo tungependa tuendelee na huu mwendelezo, madhara ya cortisol kuzidi katika mfumo wako wa chakula. Pindi cortisol inapokuwa nyingi katika mwili wako, kinga ya utumbo, kinga ile yenye kukinga utumbo, ute unaokinga utumbo, mucus, inapungua. Na vile vile hii mucus inapokuwa imepungua, moja kwa moja ishara yake kubwa ni kuweza kupata tumbo linawaka moto. Sababu kubwa ni kwamba hydrochloric acid pindi inapotolewa inagusa utumbo moja kwa moja na kukuachia hali ile ya kuungua na kupata maumivu. Na hali nyingine tuliyoieleza katika kipindi kilichopita ni hali ya hydrochloric acid kuzalishwa kwa wingi kutokana na stress iliyo kwa ndani, na hii inaweza ikatokea hata kama huna msongo wa nje, msongo wa mawazo, ikawa mwili ndani tu na stress na kuweza kuashiria kwamba hydrochloric acid izalishwe. Pindi hydrochloric acid inapozalishwa kwa wingi na cortisol zipo juu na kinga ya utumbo imeondoka, ile mucus, moja kwa moja hydrochloric acid inaenda kukutana na utumbo na kuchoma ule utumbo na kupata hali ya wewe kuwaka moto utumbo. Na hali hii inaweza ikasababisha gastritis ama vidonda vya tumbo, peptic ulcers. Hali hizi zote zinakuwa ni za hatari kiafya kwako, na yote haya ni wewe kunywa alkasusi kwa kupita kiwango ama kwa wingi muda mrefu. Vile vile inaweza ikakuletea hali hiyo hydrochloric acid kuzidi tumboni, acid reflux ama mwili utumboni kujaa asidi nyingi, na hali hizi zote zinakuwa ni changamoto za kiafya zenye kuhitaji ufumbuzi wa kitaalamu kabisa ili uweze kuepukana na tatizo hili. Vile vile hydrochloric acid itakuwa imezidi, utapata dalili za kichefuchefu, dalili la tumbo kuwaka moto, tumbo la juu kuuma, na vile vile kujihisi hali ya uchovu mkali sana. Hali hiyo pia itakuletea hali ya kuhisi kama mkwamo kooni. Hali hizi zote ukiziunganisha, moja kwa moja utajua haya ni matatizo ambayo sio ya kawaida, yanaweza yakazalisha matatizo mengine ya kiafya kama vile kansa ya utumbo, kansa ya koo na kansa na maradhi mengine makubwa. Hali nyingine ambayo inaweza kutokana na cortisol kuzidi tumboni ni hali ya motility ya tumbo. Jinsi chakula kinavyo, movement ya chakula kupungua, chakula kikawa kinaenda polepole sana na kufikia kuwa haja. Hali hii inapotokea, motility ipo chini, inaweza ikakusababishia tatizo la choo kigumu sana na tumbo lako kuwa muda mwingi limejaa. Hali hii pia ni hali ya hatari katika afya yako, kwa sababu inaweza ikakuletea changamoto zingine kubwa zaidi za kiafya. Moja ya changamoto hiyo inaweza kusababisha utumbo wako ukawa mpana ama ukawa mrefu sana kupita kiwango kile cha kawaida. Hali nyingine ambayo inasababishwa na hii cortisol kuzidi sana mwilini ni hali kama ile ya kutuama maji mwilini na chumvi nyingi mwilini. Kama tulivyoeleza katika kipindi cha mwanzo kabisa ni kwamba cortisol zinapokuwa zimezidi na glycyrrhizin imeblock ile hormone ya 11 beta HSD2 kuweza kushindwa kufanya kazi yake ya kupunguza uwezo wa cortisol mwilini ama kupunguza viwango vya cortisol mwilini. Moja kwa moja cortisol inaingilia
inaingilia kazi za homoni zingine haswa aldosterone na kuingia katika receptors za aldosterone na kuweza kufanya kazi zake. Moja ya kazi ambayo cortisol ikiingia inafanya ni kwamba inasababisha potassium inatoka kwa wingi na kubaki na chumvi nyingi mwilini. Hali hii ya chumvi kubaki mwilini inavutia maji pia kuweza kutuama mwilini. Pindi chumvi na maji vinavyokuwa vimetuama kwa wingi mwilini, circulation ya damu tumboni inapungua na moja kwa moja mmeng'enyo wa chakula unakuwa mgumu kufanyika, unapata choo kigumu na vile vile unaweza ukapata tatizo la mmeng'enyo wa chakula na ni chakula kuto kumeng'enywa vizuri. Hali hizi zote sio hali za kupuuzwa, ni hali kubwa sana za kiafya. Lakini vile vile cortisol zinapokuwa juu, na hii tunasema moja kwa moja kwa wewe kunywa karkasusi kwa wingi, basi zinaweza zikasababisha imbalance ya bakteria tumboni, microorganism zile zikawa hazijabalance vizuri, microbiome zikiwa hazijabalance vizuri, inaweza ikakuletea tatizo vile vile la indigestion, kutokusagwa chakula vizuri, na vile vile inaweza kusababisha tumbo kuwaka moto. Hali hizi zote ni matatizo makubwa ya kiafya. Kwa hiyo moja kwa moja inafaa uchukue tahadhari ya matumizi ya arkasusi na uepuke matumizi makubwa. Ukiweza kabisa acha, tumia kwa malengo maalum, kwa kipindi maalum, kwa kipimo maalum. Usizidishe vipimo, vitakuletea madhara makubwa ya kiafya. Tujulishe katika sehemu ya komenti. Je, wewe unapotumia arkasusi unapata changamoto gani za kiafya, ama unapata dalili zipi zenye kuathiri afya yako? Subira Tiba Asilia, tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Ndovu na Jangwani. Wasiliana nasi kwa tiba na